Leo tubadilike. Siri ya nguvu ya miti na mafanikio ya binadamu. Kila matokeo unayoyaona katika maisha sio bahati pekee. Leo nitakuonyesha mfumo wa asili unaotumika na watu waliopata mafanikio. Kama hujasubscribe, tafadhali subscribe channel ya Haitai ili uwe mtu wa kwanza tutakapokuwa tunatuma video. Jinsi ya kupanda miti majumbani mwako kunavyoweza kubadilisha maisha yako ya kuvuta heshima na fursa zisizoonekana. Wengi wanadhani miti ni mapambo au ni mazingira. Lakini matajiri, viongozi na watu waliopata mafanikio wanajua kila mti una nguvu ya kubadilisha akili na aura ya nyumba. Leo tutachambua nguvu za miti, mifumo ya maisha ya wenye mafanikio, siri zilizofichwa zinazovuta heshima, pesa, nguvu zisizoonekana. Leo tutaanza safari ya kubadilisha mfumo wako wa ndani kupitia mafunzo ya asili. Miti inafundisha subira, uvumilivu na ukuaji wa polepole. Mfano wa maisha: mti mikubwa ya sequoia inakuwa polepole, lakini inakuwa imara sana. Haiangalii haraka. Sasa fikiria mtu anapojenga utajiri au uhusiano bila subira, hakuwezi kufanikisha kitu kikubwa. Mti wa baobab huhifadhi maji ndani ya trunki, ndani ya pango kwa mamia ya miaka. Hii ni mifano wa kuunda nguvu ya ndani ya kuhifadhi rasilimali. Ukichukua mfumo wa baobab wa kuhifadhi maji kwenye pango, unaweza ukauchukua mfumo ukautengeneza katika maisha yako ya kuhifadhi rasilimali taratibu kwenye maisha yako. Binadamu anapojenga tabia ndogo za kila siku, zinaweka misingi ya nguvu. Mtu aliyefanikisha kibiashara aliweka bustani ya miti majumbani. Kila asubuhi alitumia muda kuangalia na kuitunza miti yake. Polepole mindset yake ilibadilika, subira ilikuja, maamuzi makuu yalibadilika na fursa za biashara zilianza kuonekana. Matajiri na viongozi wanapanda miti majumbani au ofisini kwa sababu huwa na nafasi ya kutulia. Inatuliza akili, kusaidia kufanya maamuzi sahihi, hufundisha subira na growth. Hakuna mtu anayeweza kuwa na mafanikio makubwa ghafla. Huwa na subira au haula ya heshima. Nyumba yenye miti inavutia watu na fursa. Mfano halisi: mtu aliyeibuka kutoka maisha ya changamoto hadi kuwa na mafanikio makubwa aliweka bustani ya miti. Alianza kuona mapatano mazuri katika biashara, heshima iliongezeka na ufahamu wa kufanya maamuzi sahihi. Nabii Musa alitumia muda kwenye milima na misitu ili kutafakari. Wakati mwingine mafundisho ya asili yanatufundisha kuwa umbile la mazingira vinaweza kuunda akili na tabia. Miti ni chaneli ya nguvu zisizoonekana. Miti inaunda foundation thabiti, majani hufunika nguvu ya growth, mvua huchangia nourishment ya kila siku. Mfano, kupanda miti ni kitendo kidogo cha kila siku chenye nguvu isiyoonekana.
Wanasiasa na wafanyabiashara walitumia bustani majumbani mwao. Waligundua kuwa karibu na miti huongeza uwezo wa kuchukua maamuzi. Manukuu huongeza ufahamu wa kutambua fursa zisizoonekana. Fikiri mti kama mifumo ya maisha. Kila kitendo kidogo huhifadhi growth, kama kunawa miti au kuziangalia kunafanana na kurudia tabia nzuri. Binadamu mmoja aliibuka kutoka umaskini hadi mafanikio makubwa. Aliweka bustani ya miti majumbani. Kila asubuhi alitumia muda kuitunza. Polepole mindset yake ilibadilika. Alijifunza subira, alibadilisha maamuzi, alivuta heshima, fursa. Maana tabia ndogo ndogo zinazorudiwa kila siku hubeba nguvu kubwa. Wakati wa Musa, miti na tabia hubeba mafunzo ya subira na uvumilivu. Tukitazama maisha yetu, tabia ndogo ndogo zinafanana na mizizi ya mti. Tambua tabia zinazokuzuia, mfano ukosefu wa subira au kuharibu fursa. Badilisha tabia ndogo ndogo. Tabia ndogo moja kila siku. Panda mti mmoja au tumia muda kuangalia miti. Inaongeza uthabiti. Motivation kila siku. Kurudia kitendo kidogo hubeba nguvu zisizoonekana. Baadhi ya matajiri hubadilisha tabia ndogo ndogo wa kuunda bustani na hatimaye walipata network na influence. Kupanda miti majumbani mwako kunaboresha mindset ya maamuzi sahihi. Aula ya nyumba na ofisi. Fursa, network na wealth. Tabia ndogo ndogo zinazorudiwa kila siku hubeba nguvu zisizoonekana. Kila mti una historia ya growth na reflection. Unaweka pattern ya maisha yako. Anecdote: mtu aliyeibuka kifedha alianza kupanda miti na kuunda bustani ya majani kwa miaka 10. Baada ya miaka ya mbele alijenga subira, aliboresha network na alipata ujasiri wa kuanzisha biashara kubwa. Leo tumefunua siri ya nguvu ya miti katika maisha ya binadamu. Watu waliofanikiwa wanapanda miti ili kujenga mindset, subira na aula heshima. Swali: je, leo utaanza kubadilisha mfumo wako wa ndani au utaendelea na tabia yako ya zamani ya kuizarau miti? Kama umelipenda ili somo, cha msingi subscribe, share kwa marafiki ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu pindi tutakapokuwa tunatuma. Asante sana, asanteni sana. Bye bye.